hizi fundo mbili hizi. Lakini leo utamuona mtu kama kanzu kaburuza mpaka inimfinika viatu. Hapana, punguza. Kwa hiyo wa kwanza almusbil, anayevaa isbali. Wa pili Mtume akasema walmannan, na mtu anayetoa kwa masimbulizi. Hata wewe wakati unaacha matumizi nyumbani kwako, usipange kuja kumsimanga mkeo kwamba ulikuja hapa huna mwili, mafuta yote haya kwa sababu yangu. Nyinyi mna uwezo kwenu wa kunenepa hivi, nishukuru sana mke wangu, nimekutoa mbali. Inawezekana unasema tu kwa utani, lakini unajeruhi hisia zake. Tangu nilipokuoa mzee wako pia siku hizi afya yake imeanza kuonekana, unaingilia mpaka familia yao. Almannan, mtu huyu pia hata takaswa, hata tazamwa kwa huruma, wala hata semeshwa na Allah azza wa jalla. Watatu akasema walmunfiqu sil'atahu bilhalfi likadhib au bilhalifi alkadhib, na yule ambaye anafanya biashara kwa kutumia viapo vya uongo. Viapo vinachezewa sana siku hizi jamani, na wafanya biashara. Wallahi sijanunua hivyo, wallahi hailipi, wallahi nakupa tu lakini sipati faida. Muongo wewe, utatoa bila kupata faida? Kwa ukarimu gani ulionao? Labda uamue tu kuwa sadaka. Wallahi haiendi ustadhi, lakini tutafanyaje? Ni wewe tu. Kumbe hapo ashakuumiza. Wallahi 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 wallahi, hapana, si sawa. Usiuze kwa viapo. Matumizi ya kiapo si matumizi hayo, na hasa kinapokuwa kiapo cha uongo. Wallahi haiwezekani. Wallahi sijanunua hivyo, wallahi sipati faida, ni hiyo basi tu. Hapana. Yule ambaye anafanya biashara yake kupitia viapo vya uongo, huyu naye hatatazamwa na Allah azza wa jalla, wala hatatakaswa, bali atakuwa na adhabu yenye kuumiza. Mmoja kati ya hawa watatu ni almannan, yule ambaye anafanya kheri, anatoa, lakini mwisho anakuwa na masimbulizi. Katika vitu ambavyo vinakera baadhi ya watu, na hii ni sehemu ya kujipima na kujitathmini, ni mtu kufanya kheri kwa jamii fulani, kwa watu fulani, alafu watu wakawa kama vile hawajamtambua. Ukiona umekereka kwa watu kuto kukutaja kwa wema uliowafanyia, hii pia inakuwa ni sehemu ya kujitathmini kwenye nia yako. Niwape mfano. Tumejenga msikiti huu, tulifika sehemu labda tukakwama, kwa mfano tukakufuata wewe, tunaona ni mtu wa kheri, bwana, tumekwama pale bati labda. Kwani nimebakisha nini? Gharama pale ni shilingi ngapi? Pale bati, madirisha, kila kitu kama milioni 25 hivi. Basi sawa, mimi nitamalizia milioni 25 hizo. Ukaleta mafundi au ukatoa hiyo pesa, ujenzi wa msikiti ukamilika. Tumeandaa shughuli kwa ajili ya kufungua msikiti wetu kwa mfano, na wewe ni wa mtaani hapa ukaja. Kwa hiyo wakati tunatoa historia ya msikiti, alhamdulillah, Allah ambariki mzee Juma Ali Juma, ndiye aliyetoa kiwanja hiki kama wakfu. Allah mjaze kila la kheri, kama ametangulia mbele ya haki, Allah ampe maisha mema. Lakini pia tunamshukuru mzee fulani kafanya 1 2 3 4 5, tunamshukuru na mzee fulani kafanya hivi na hivi na hivi. Watu wakamaliza lile neno la shukrani, hawaja kutaja, na wewe ndio uliomalizia huo msikiti mpaka ukapaka rangi. Sasa ukawa umenuna. Tumemaliza ile mahafali, ukagoma pia kula. Bwana, kwa nini? Shangaa watu bwana, hawana shukrani kabisa, hawajanitaja bwana, wakati mimi ndo nilimalizia huo msikiti. Bila mimi sijui ungekwenda wapi hapa. Binadamu wa siku hizi bwana, mtihani. Lakini hamna shida, mimi nitalipwa na Allah. Wewe kama utalipwa na Allah, hizi kelele zote za nini? Taban hawa msikiti walitakiwa wakutaje, lakini kama hujatajwa, si umetoa kwa ajili ya Allah? Inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Katika visa vya uongo, naamini hiki ni cha uongo, lakini iko siku yanaweza yakatokea mfano wa haya yaliyoelezewa. Wanasema kuna bwana mmoja alichangia na wenzake katika ujenzi wa msikiti. Walikuwa watu watatu: Ibrahim, Musa na Isa. Ijumaa ya kwanza msikiti huo, Ijumaa ya kwanza wakati msikiti unafunguliwa rasmi, wote watatu kwa bahati walikuwepo: Ibrahim, Musa na Isa.
ambao ndio waliochangia ujenzi wa huo msikiti mwanzo mpaka mwisho. Lakini kwa bahati wote hawa hawakuwa wasomi. Imamu wakati anaswalisha katika sura alizosoma, alisoma suratul A'la na aya za mwishoni kule, inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sasa yule Isa yesi hajatajwa, akaisi tu ili litakuwa neno la shukrani kuwashukuru Ibrahim na Musa. Inna hadha, yeye akaisi kwamba huu msikiti ndivyo ilivyomjia akilini mwake, inna hadha la fi suhufil ula. Yani kwenye akili yake ilikuja kama vile huu msikiti ni udhamini wa watu fulani, suhufi Ibrahim wa Musa, udhamini wa Ibrahim na Musa. Alielewa hivyo, sio maana ya aya maskini. Inna hadha la fi suhufi alula suhufi Ibrahim wa Musa. Imamu amemaliza, ametoa salamu, akasimama, ana hasira. Imamu, asante sana kwa ubaguzi, hujanitambua. Naona umeamua kuwataja wawili tu kati ya sisi watatu, unimtaja Ibrahim na Musa na mimi umenisahau. Hivyo basi naomba fungu langu nililochangia katika ujenzi wa huu msikiti. Siwezi kukubali washukuriwe wawili, mimi nisahaulike ile haja na mimi nimechangia. Huu haukuwa uelewa sahihi, lakini wapo wanaofanya wakisubiri kushukuriwa tena kwa majina yao. Wewe usiwe hivyo, fanya khairi unayofanya, tarajia malipo kutoka kwa Allah azza wa jalla. Usimtaje vibaya yule uliyemsaidia, wala usisubiri shukrani kutoka kwa yule uliyemsaidia, subiri malipo kutoka kwa Allah azza wa jalla. Haya ni matendo machache kati ya mengi tuliyojaliwa kuyataja ambayo yanakwenda kuathiri kwenye mizani ya neema yetu siku ya Kiyama. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kupambania mizani yake ipate uzito siku ya Kiyama, kwa sababu ni moja kati ya sababu za kufaulu kwa mujibu wa Qur'ani na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumuombe Allah azza wa jalla tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. أشكركم على حسن استماعكم ومتابعتكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.